mapema sana Karongo kwirani ya studio nanda se ngaki yende Karongo kumanyenga wageni wako studioni chumbani kabisa. Karongo ndete kusanga mwananchi Auntie Salome. Sijui mtoto wasifu navuna pale nyumbani. Je, upo tayari kuwasikiliza watoto wakubwa? Leo tuna watoto wakubwa kwenye studio zetu. Tuna watoto wakubwa ambao wako kwenye ni chuo kikuu ama mimi nisielewe Kiswahili vyema manake mimi sijabobea kwenye lugha. Lakini natumai ya kwamba wao wenyewe watajisemea, watajijulisha ni nini haswa wao ni kina nani na wamekuja kufanya nini kwenye studio zetu za 102.0 FM. Ukiwa pale nyumbani pia zidi kuniandikia ujumbe kupitia 0706102102 lakini pia kupitia 0785102102 kwa niaba ya kukaribisha wageni. Vuna Radio. Hello. Vuna hello. Hello Vuna. Yes. Ni Samuel. Yes. Kutoka Leo Keri Church. Karibu sana. Unakaribisha wageni ama vipi? Nakaribisha wageni Maobe. Okay. So koloisa kama Maobe Okeli. Na mamangu Florence Itengombasa. Asante. Babangu Samuel Maobe. Haya, thank you so much. Zidi kutegea 102.0 FM ikiwa ni Radio Vuna. Nampenda Yesu. Bwana Yesu. Vuna Radio. Mwatekeri nyokole sensemelie mitandao voigoga ndego tugwa kabuna Radio Vuna 102.0 FM kwenye mitandao zetu zote ikiwa ni Facebook, TikTok, Instagram, YouTube pale na mitandao yote Vuna Radio Vuna. Nikija hapa studioni kwa sasa ama kwa wakati mwingine ningependa kwa niaba ya msikilizaji wageni kwenye studio, ningependa kwa niaba ya msikilizaji pale nje, mtoto mwanafunzi awe ni wa junior, awe ni wa senior, awe ni mwanafunzi wa pale chini chekechea na pia wa chuo kikuu ama college, kwa niaba yake wazazi wetu pale nyumbani, wewe uweze kusema wewe ni nani na haswa nini kimekuleta ndani ya 102.0 FM. Manake naona sisi wote ni gents, wale ambao wamefika wageni wangu. Hakuna kusema ladies first. Mimi ladies first nishazungumza. Kweli kabisa. Niko kwako. Kwa majina nakwenda siku zote wanasema titi la mama ni tamu hata kama ni la umbwa. Kiswahili nadhimu sifaili ufumbo kwa sio kifahamu ni imbi livu kubwa. Toka kama chemichemi furika baribozibwa, toka kama muridamu joku ingi furika. Mfano wa zamzamu yenye rutuba ya mama onyesha umuhimu kwa sio kutamka hata fanya zamu pajani kukuweka. Lugha yangu ya utoto hadi sasa nimekuwa tangu limi mzito, sasa kusema najua ni mkatu moyoni mwangu kwa bodi bahari na mito na pita nikitumia. Siku zote wananitambua kama Joel Mensire ndani ya 102.0 FM. Asante. Kwa kweli mimi nikasema mimi sijabobea kwenye Swahili lakini wenyewe hapa niko kwako. Kwa majina naitwa Valence Okoth. First year chuo kikuu cha Kisii. Wengine wananitambua kama mhubiri wa soka. Jizi sita mgongoni, kila siku nahubiri soka, watu wanaokoka. Wanga sihitaji sadaka lakini ukinipa sikataa. Hahitaji sadaka lakini kumpa hizi kata jamii. Nipo kwako. Na mpenzi msikilizaji, Alsando jina la kwangu, jamaa la mzuka, kazi kama kazi basi kazi ndo kwanza. Karibu sana. Leo mimi nikakamatika lakini natumai ya kwamba mahali ambapo mmetoka salama salimini. Naam, na nashukuru sana kwa kupata muda wenu kufika hapa siku hii ya leo ikiwa ni Jumapili. Kwa niaba ya msikilizaji pale nyumbani ambaye amekuwa akitegea manake mimi nilipopata ujumbe nyinyi mnafika, mimi nilieleza msikilizaji nitakuwa na wageni na wakasema wanasubiria, na kwa sasa najua ya kwamba wamehisi vyema manake mmefika chumbani. Naam, tunashukuru sana. Asante. Pale Valence amesema yeye anatoka chuo kikuu. Sijui kwako wewe unatoka wapi? Chuo kikuu vile vile. Mwaka wa pili. Mwaka wa pili. Naam. Mwaka wa pili una point 2. Point ya kwa point 1 ama point 2?
2.2 sasa. Okay. Nami ni chuo kikuu 1.2 Aman. 1.2. Naam. Yani next utakuwa promoted to 2.1. 2.1 now. Vizuri sana. Thank you so much msikilizaji pale nyumbani, wazazi wetu pia tunawakaribisha kwa awamu yetu ili muweze kutusikiliza. Sijui haswa mhubiri wa soka sijui akasema bla titi la mama, sikushika ya kwako kidogo. Kila mtu ana slogan ya kwake. Nini haswa inakufanya, nini nilikuleta hadi ukakuwa na hiyo slogan ya kwako mhubiri wa soka? Why? Asante sana. Hiyo slogan ya mhubiri wa soka nilipokuwa katika shule ya sekondari nilikuwa napenda sana kutangaza mpira. Hivyo wanafunzi walianza kuniita mhubiri wa soka maadamu walikuwa wananipenda sana. Sasa venye nilikuwa naona wananipenda sana na wamependa kuniita mhubiri wa soka. Sasa niliona ni vyema kutumia hiyo jina. Naam. Okay, vizuri sana. Kwako pia? Langu ni Asa Jamaa la Mzuka. Kwa hiyo ni Mzuka vipi, why? Ni jamaa ambaye amekuwa kabisa akitazamia burudani sana. Stories za burudani, yani entertainment. Okay. Nimekuwa nikizifuata sana. Tangia lini? Naweza sema ni darasa la 7-8. Hadi sasa. Vizuri. Okay. Sijui kama kwa wakati mmoja umekuwa piri pale high school, tulita piri kabisa kwa entertainment. Naam. Na kama hakuna entertainment, unajua wewe chako lazima ungeungana tu, hata kama wewe ni a saint vipi, lazima pale ungeungana tu na wanafunzi wengine muharibu maneno. Lazima tusababishe, lazima walimu kidogo. Naam, mimi wananiita jamaa wa lugha. Nilipokuwa shule upili nilikuwa napenda sana lugha. Na kwa namna hiyo nikaonelea sana niweze kuendelea na lugha yangu. Kwa namna ile naipenda. Nilipozaliwa nilikuwa na hapo naizungumza Kiswahili. Sasa kwa namna hiyo niko hapo tu. Au kuzungumza lugha ya mama? Sasa pengine tukitangamana na mababu zetu. Naam. Vizuri sana. Msikilizaji pale nje ambaye anatusikiliza kupitia 102.0 FM ama 102.0 FM, natumai ya kwamba wewe umepata ni kwa nini wao na majina hayo. Sijui niite majina ya nini, lakini pia zidi kututazama kupitia Facebook, mtandao pale kama Radio Vunu. Utawaona wale ambao wanazungumza Kiswahili ambacho kimefanya nini? Kimepigwa pasi kikaenda shule, sijui kikafanya nini, hivyo vyote. What is your ambition? Joel Mensiri? My ambition is mimi ninataka pengine nikimaliza chuo kikuu niweze kuandika vitabu ambavyo vitaweza kuwahimiza vijana wadogo ama watu kwa ujumla waweze kuipenda lugha ya Kiswahili. Maanake tuliangalia mwaka 1963 baada ya Kenya kunyakua uhuru, Wakenya hawakukienzi Kiswahili. Kwa namna hile jambo hilo lilionekana kumkera rais wa kwanza mwenda zake Mzee Jomo Kenyatta. Lakini baadaye tuliangalia kwamba Kiswahili kiliweza kuteuliwa na kuwa lugha ya taifa. Naam. Sasa my ambition is like nataka niweze kuwahimiza nikifika kumaliza chuo kikuu niweze kuhimiza vijana waweze kukienzi Kiswahili. Ambition is your determination. That goal you want to do. There's that desire you have in you. Yes. Yeah. Kitu ambacho nakitazamia. Kabisa. Naam. Kwangu natazamia nikimaliza chuo kikuu. Kwa sasa sisomei wanahabari, lakini ni kitu ambacho nakitamani sana. Unasomea nini? Walimu. Na walimu kabisa ambao hawaambatani kabisa na hicho ambacho nakizungumzia. Ninachokizungumza ni lugha. Ila mimi sisomei lugha. Ila naipenda na nimekuwa nikiikuza. Education science. Okay. So hapa kemia kabisa ihusiani na hapa. Ila ni kitu ambacho nimekuwa nikikitamani sana. Yaani Mungu akinisaidia nimalize hivi, kuingia upande wa pili pia ni tamanio langu. Naam. Vizuri sana. Kwangu
Nataka nikimaliza masomo yangu niweze kuwa yule mwalimu ambaye amebobea katika uwanja wa Kiswahili. Naam, nataka nikuwe mwalimu, baadhi ya walimu ambaye wamebobea katika uwanja wa Kiswahili. Yani you want to be among the teachers? Yes. You will. Naam. Utakuwa. Lakini utakuwa kama utatilia bidii. Naam. Na kama utafika pale useme pia hauwezi kuwa yule mwalimu ambaye unatarajia, sivyo? Naam. Naam. Naipenda sana pia kutangaza. Naam. Na pia naomba nikimaliza masomo yangu nikiajiriwa kazi nikuwe na wanafunzi ambao nitakuwa na watrain wale ambao watakuwa wamejoin journalism club. Na nikuwe like patron yao. Vizuri sana. Kidogo tukitazamia tunaona hamko pale shuleni na kila mtu jinsi ambavyo umezungumzia kuna kile kitu ambacho unataka kukifanya. Asijui kama on our current education system. Najua sisi wote tunafuatilia. Najua hizi kosa kufuatilia kile our current affairs, what is happening in our country, in especially in education, employment na vitu kama hizo sisi kama youth, sindio? I don't know, do you think the current education system inatu prepare sisi ama tuna matarajio kupata kazi? Kwa sababu I know you have friends ambao kidogo wanawaambia ama mmewaona hata iwe ni pale kijijini, iwe ni wapi, iwe ni hapa. I know you have friends that you've seen wamemaliza vyuo vikuu lakini they haven't secured a job. Do you think our education system now inatuelekeza pale ama tunasoma tu? Hii education system yenye iko sahihi yenye naingia, mimi naona iko shwari kabisa. Ukienda pale junior school utapata we have like STEM, then we have art and sport, then we have social sciences. Na hapo art and sport unapata kama mimi nasema nimependa sana kutangaza. Na nikiajiriwa na pengine naweza pewa hiyo sekta ya kucommentiate on sport, hapo arts and sport. Sasa naona mimi hii education system iko shwari kabisa. Pia inasaidia wanafunzi bila shaka juu unaweza pata kuna yule mwanafunzi ambaye amejua kukimbia lakini darasani hayuko vizuri vile na kiwanjani hakushwari kabisa. Sasa inawasaidia. Vizuri sana. Siji kwako? Kwa current education system ya CBC mtaala inaonekana kuwa nzuri zaidi kuliko ile ambayo umepitia, kuliko ambayo nimepitia. Naam, kwa sababu utapata tu ni sekta fulani hivi wanafunzi wengi wameingia hapo, wana flood your market. So utapata wengi wamemaliza shule wamejaa hapo nje, kazi ndio hiyo hakuna. So utapata mtu anafanya kazi ambayo kabisa hakuisomea. Kwa hiyo na hii ya CBC ni nzuri kama kitu umekipenda ni unakifanya na ni rahisi. Licha ya kwamba ni expensive kwa sahi kwa sababu ndo wanaendelea kuimplement, lakini kwa mtazamo wangu inaonekana kuwa bora zaidi ya ile ambayo tunaenda kuimalizia sasa. Naam. Vizuri sana. Manake nyinyi pia mtakuwa baadhi ya walimu ambao watafunza mtaala huu. Naam. Yes, Joel. Na mimi kwa upande wangu ndio hivyo. Kufikia sasa tunaangalia huu mtaala mpya wa CBC unaenda kutengeneza nafasi za kazi kwa walimu ambao wanatoka vyuo vikuu sasa hivi. Okay, vizuri sana. Sijui pia tukizungumzia pale kuna skills ambazo sisi kama young people tunastahili kuzingatia zaidi. Ama what skills that we supposed to focus on, maybe as you, ni zipi ambazo mmezingatia wewe kama Valence? Kwa sasa mimi ni mwalimu nafanya education. But I don't depend on that one. Sijategemea hiyo. Madamu hadi nilisema awali napenda kutangaza sana. So sijui where my luck will fall. So maybe nikiendelea na hii swala la utangazaji
maybe I might get employed somewhere. Okay. Yeah, rather than education. Okay. Naam. Ya ukimalizia point ya kwako, ni nini haswa, how can you, kuna ile ambayo some skills that these other young people should focus on. Unajua kuna mtu ana mwelekeo. Yeah. Naam. Yani to help, maybe maybe they should go Okay, what I can tell them, don't have a specific. Yeah, don't be closed-minded, just be open-minded. So don't usitegemee job moja. Kama unataka kufanya kitu usitegemea mali moja. Yeah, just look at several fields. If you can fit in 3 or 2, then can be better, but don't focus on one, because maybe if you focus on one, then it might fails. Inaweza fail. Sasa kama imefail na ulikuwa na another option, then it can be better. That is my suggestion. Yeah. Yes. Mimi ningesema kwamba ningezungumza tu ama nitazungumza kama kakaangu hapa alivyozungumza. Kama kijana, don't be selective. Huko nje kazi ni ngumu, yani ni ngumu, ni kugumu. Kwa hiyo ukiona uwezo wako, for example kama talent inalipa. Ukiona talent yako mahali inakupeleka sawa, ng'ang'ana hata kama kwa huo wakati pengine haijaanza kulipa. But mbele kuna mwanga, kwa hiyo una focus hapo. Alafu hapa nje pia unakuwa open minded tu. Kitu ambacho kinakupa chakula, kitu ambacho kitafanya mkono wako uinuke na kuingia mdomoni. Kifanye. Ukingojea kile kitu ambacho pengine umekisomea ama kile kitu ambacho umekitarajia kije kukusaidia. Ila kwa sasa tusikuwe selective. Tufanye tu kazi. Naam. Kwa upande wangu ningependa kusema kwamba maisha ni hatua. Kila siku tunajifunza. Na kwa katika kujifunza, sisi kama vijana tunafaa kujifunza vitu mbalimbali. Kama kwa mfano mimi ni mwalimu, siwezi kusema kwamba aje tu nipate skill ya walimu peke yake. Kwa namna ile kutafikia wakati ambao walimu wameenda mgomo ama kutakuwa na likizo. Niseme tukienda mgomo, ule wakati ambao tutakuwa mgomo, utapata ni kuna kitu ambacho nitakuwa nikifanya kinanipa hela. Kwa wakati huo nitakuwa nje. Sasa ningependa kusema kwamba tusidepend kwa skill moja. Tutafute tu skill nyingine ambayo itaweza kutusaidia katika maisha. Naam. Okay, it's a collective thing. Yeah. You should not, kuna mtu baadhi ya sisi wenye umri mdogo, mtu atasema mimi kama nilisomea hiki, mimi nataka hiyo kazi. Ndio hivyo. Like someone keeps on anangoja ile na instead angekuwa ameshughulika huko kidogo, amefanya something that ambayo itampa that income, maybe as we wait for that opportunity. Yeah. Msikilizaji pale nyumbani kusoma utegari likurunkali ando nsia soberete being a parent, nawe pia kuwa na namna gose oe ncherona nyareko pakugukwanira andako mwana especially from teens, especially wana kibagenda yetu gukina kabisa kwanya kubasemia, kwana kubasomia, kwana kubatebia. On something else nowadays, I know sisi wana youth we are into technology. Not without technology sioni, sindo? Aya, tukianzia pale, unaweza kaa bila smartphone kwa muda upi? Ni ngumu. It's like I've been addicted to it. All of us, sindio? We can't stay without a smartphone. Mitandao siku hizi ndio inafanya nini? Inafanya kazi. Hata mtu akifungua, hata iwe ni biashara hiyo, hata iwe hapa, kila kitu unasikia tukizungumza pale tunasema zidi kutufuata kwa mitandao zetu, si ndio? Mitandao yetu yote zidi kutufuata pale kama Radio Vuna. Kwa sababu hiyo ni technology na everyone is into technology nowadays. So njia ambazo sisi wenye umri mdogo ama youths wanaweza zitumia kuhakikisha ya kuwa technology imesaidia maisha yao ya kesho ni zipi? For example, kama simu, we are supposed to use it in a proper way. Yeah, for example, if you are a youth and you are still studying, it can help you
to read. You can use a phone to read. Yeah, and there are also several disadvantages. Like there are some series that we always watch online. Then you might get that some youths are trying to apply it on a real life. Yes. Yeah. For example, there is this kipindi called Dijafro. Sorry for mentioning that, but okay. You might get people are fighting. Then some youths are trying to eager it. Then they want to bring it in the actual life. Now they want to fight the way they saw it there. So now that one is the bad way. Now we should use these smartphones to help you gain something, gain knowledge. Yeah, hii technology pia inasaidia. Maybe nimesoma neno lingine somewhere. Then I don't know the meaning. Sijui maana yake. Then naenda hapo mtandaoni na Google, then I just know the meaning. So that one is an importance factor. Naam. Yes. Teknolojia inaweza kukupa kipato. Wapo watu wengi ambao wanaitegemea teknolojia sana katika maisha yao. Tukizungumzia swala la AI. Naam. Ni kitu ambacho kimewaajiri watu wengi sana. Ni asilimia kubwa ambayo imeajiriwa na AI. Hata wewe labda uko pale na utaki kutuambia ndo utupe kidogo. Sivyo, ila natarajia kuingia kwenye hiyo sekta kwa sababu hiyo kwa mfano kama ni kutengeneza video za kuelimisha, makala kwenye, hata natumai kuna station nyingi zingine bado zinatumia AI katika kuunda pengine matangazo ya kibiashara, kuunda posters ambazo wanauza. Unajua kama poster, ukitengeneza poster utakuwa unatengeneza ili kulipwa. Kwa hiyo mimi nikizungumzia AI inasaidia sana. Kwa hiyo kama mayouth kabisa tukijingiza katika utumizi wa AI katika njia ambayo ni nzuri, maisha yetu bila shaka yataweza kuimarika zaidi. Naam. Vizuri sana. Tuko kwako. Teknolojia kwa upande wangu tulikuwa tunasema technology nowadays has more beneficiaries in the world. Kwanza kabisa tunapata teknolojia inatoa, ni rahisi sana kupata mafunzo na elimu katika mtandao. Kwa namna ile sisi kama wanavyuo vikuu lazima tunategemea simu ku Google ili kujua mengi zaidi kuhusu elimu. Nambari pili, hii ni fursa rahisi sana ya kujiajili kama ambavyo kakangu amesema hapa. Kwa namna ile unapata vijana wanaingia katika mtandao wa YouTube, mtandao wa TikTok, wanafanya kazi ya kuigiza, baadaye wanapata malipo. Kwa hivyo unaweza tumia hiyo teknolojia kujiajili wewe mwenyewe na ama kujitafutia kazi. Vizuri sana. Thank you so much. Wakati ambapo tunaenda mapumzikoni, kisha baadaye tukirejea tutazidi kujifunza mengi na jinsi ambavyo sisi wale wa umri mdogo tunaishi ili kujiendeleza ama to be successful in life. Mangana mayego tuchira sinchira reyo bwengaisana ne mumwanchumo tegari radio vuna 102.0 FM. Baadaye tuirane tukendele kusangamana yo mo tegari sinchira ya bene. Kama una swali pia, kama unataka kupongeza kipindi kabisa, zidi kutuma jumbe za kwako na ndege nitaka kutubate simu mitandao ya YouTube na radio vuna 102.0 FM. Niite Aunty Salome Sifuna Vuna ndani ya radio vuna 102.0 FM.